Haleluya. Shalom. Naamini umebarikiwa pale ulipo na Mungu amekujalia kusudi jema kuendelea kuona utukufu wake wa kila siku asubuhi. Na leo ni siku ya Alhamisi ambayo ni siku nzuri sana. Bwana ametupendelea, tuko kwenye mlima tayari. Tangu jana tumekuepo hapa kwa ajili ya kuja kujizulisha mbele za Mungu na kufanya maombi. Naamini utabarikiwa pindi unapoweza kuangalia na kufuatilia hapo ulipo. Majina yangu naitwa Uswege, ni nabii wa Bwana wa huduma ya KK Ministry. Tuko Dar es Salaam. Lakini hapa tulipo tuko juu kabisa katika mlima wa maombi katika mkoa wa Kilimanjaro mjini Moshi. Kama unavyoweza kusikia, kuna watu mbalimbali wako hapa wanaomba. Huu mlima takriban watu wengi wanakuja kwenye maombi mahali hapa. Na sisi tuko na timu yetu, lakini kuna timu mbalimbali. Ni namna tu, yani wote wa asili ulioota ndio unaweza usiweze kuwaona, lakini unaweza kusikia sauti. Kuna kila upande watu wapo wanafanya ibada na maombi. Kwa hiyo ni mlima hakika kwamba una matokeo mazuri, na kama ungekuwa una matokeo mazuri kusinge kuweko na watu wanaopanda na kushuka mahali hapa kufanya maombi. Ni mahali ambapo pana nafasi na neema nzuri ya mtu kukutana na Mungu ili aweze kuona anachokitamani kukiona kwenye maisha yake, hususan katika maendeleo ya ukuaji katika roho na sehemu pia ya kupata nguvu ya kuweza kushinda katika vitu unavyoshindana navyo. Lakini zaidi ya yote kuna maarifa na mafunuo yanatokea, kwa sababu kuna mahali ukikaa mahali pamoja uwezi ukaona namna gani Mungu anaweza kuongea na wewe, lakini kwa kutoka kusafiri zile gharama pia zinakufanya na wewe uweke imani kubwa zaidi kwamba naenda na ninagharimikia katika hali ya safari yangu. Kwa hiyo huko sikuja bure, lazima niweke juhudi ya kuhakikisha kile nilichokipanga nikipate. Kwa hiyo mahali hapa ni mahali ambapo ukizamiria unapata kuona kabisa. Sisi hema letu ni hilo. Kamera tafadhali unaweza kaonyesha tu kwa mbali kwamba hilo ndio hema liko hapo na watu wako hapo tayari kambini. Ni kama unavyoona hilo ndio hema tuko nalo, tunafanyia ibada hapo. Na ni hema na watu wako tayari, wako kwenye maeneo hayo. Mazingira yote ni ya hema, pamoja na kundi kubwa wa wachungaji wako, mitume wako na watu mbalimbali, viongozi tuko hapo, tumekuja kufanya maombi. Kwa hiyo katika hali halisi naamini kabisa wazi unaweza kaona kabisa kwamba jambo hili sio jambo dogo, ni jambo lilokusudiwa na Mungu. Ana makusudi makubwa katika dhamira ambayo nafikiri kuna mahali unaweza katoka kaona. Kwa hiyo wewe ambao unakaa nyumbani, labda kuna mambo yamekusonga, ukisikia kuna watu wanaenda kwenye maombi, jaribu na wewe kuungana siku moja, uende ukaangalie kuna nini. Uenda siku utakwenda ndio Mungu atakuwa amezamilia kukupa majibu, kwa sababu Mungu anaangalia utayari ambao utakuwa nao katika hali ya kujiwajibisha mwenyewe. Uwajibikaji ni moja ya Mungu, anaangalia mtu huyo unafanya nini. Na ndio maana Mungu hawezi kufanya tu kwamba anafanya na mtu madamu ni mtu, hapana. Anaangalia mtu huyo mwenye kuwajibika na nia, ana subutu kufanya. Kwa hiyo ile kukaa tu na kulia, Mungu hawezi kufanya kitu kwa mtu huyo. Mungu anaangalia wajibikaji wako. Hata watu unaoona wamefanikiwa, watu tunaposoma maandiko, ni pale walipochukua hatua na kufanya maamuzi ya kukiendea kitu ambacho anatamani kiona. Hata kama haoni njia, kitendo tu cha kuamka na kuanza kuona anataka fanye nini, Mungu anaangalia ile nia na anaanza kumuonyesha njia ili aweze kufanikisha mpango ambao mtu yule yamkini alikuwa anatafuta kwa siku nyingi apate kuona. Kwa hiyo tuna nafasi nzuri mbele za Mungu, tukikukaribisha na kukualika kwamba ziko baraka kubwa sana. Na fikiri baada ya kamera wangu ataweza kukutengenezea kipindi hata kidogo, atakuonyesha mambo ambayo yanaendelea na yanofanyika mahali hapa, na maombi tunaomba na namna tunavyofanya ibada katika eneo hili husika. Kwa hiyo kaa tayari mwenyewe, jiungamanishe, yamkini kutakuwa na baraka mojawapo ambao utaweza kuipata. Lakini najua iko baraka katika kutazama na kusikia. Iko baraka ya kuamka tena pale unapoona wenzio kumbe wameweza, na wewe inawezekana ukafanikiwa katika hilo. Kwa na kualika sana mwana wa Mungu, kama ilivyo Mungu mwenyewe anasema, ni nani atakayeupandia mlima wangu mtakatifu? Ukisoma katika kitabu cha Isaya sura ya 2, watapanda watu katika mlima wa Bwana na watakuja kuabudu mataifa yote. Tena amesema hata mtu alikuwa na mundu, basi mundu yake ataibadilisha. Mashoka yatabadilishwa kwa majembe na vitu vingine
hakutakuwa na silaha tena itakayotumika. Kwa hiyo kuna nafasi nzuri ambayo ukiangalia mwenyewe kwa kuamua, Mungu anaweza kufanya jambo kwenye maisha yako. Kwa hiyo nakukaribisha sana, nisikuchoshe mtazamaji wangu, kwamba unayo baraka kubwa na kuombea kwa Mungu akufanikishe sana katika njia yako. Kuna ugonjwa unakusumbua, usione kabisa unaweza kukuua. Ugonjwa unaweza kupona. Kuna matatizo yanakuzonga, usione matatizo hayo yamekaa kwamba yanakwenda kuleta matatizo makubwa kwenye maisha yako. Yana mlango wa kutoka. Usione chochote ambacho unapitia changamoto. Nguvu ya Mungu ipo. Ina msaada kwa ajili ya kumsaidia mtu ambaye anamwamini. Maandiko yanasema atamuokoa yeye anayemtegemea. Kwa hiyo kama nalo jambo namtegemea Mungu, wokovu uko juu yako. Na Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana na kutakia nuru njema. Kwa lugha yetu nasema chaos. Asante sana.